Tumekubaliana vile vile na nyinyi ya kwamba wakati tunasukuma hiyo harakati ni vizuri tusomeshe watoto wetu, kwa sababu rasilimali kubwa ya taifa la Kenya ni watoto wetu, na njia ya kuhakikisha ya kwamba watoto wa tajiri na watoto wa maskini ni sawa ni kupitia kwa elimu. Ni mnanielewa? Mtoto wa rais na mtoto wa mama mboga watakuwa sawa kwa masomo, na ndio tunasema masomo ni ya muhimu. Na ni kwa sababu hiyo mwaka huu Januari, kwa sababu ya kukosekana walimu wa kutosha, na tusipokuwa na walimu wa kutosha tutakuwa na hatari ya masomo yetu, ndio tumeajiri for the first time, kwa mara ya kwanza tumeajiri walimu 35,000 mwaka huu. Hakuna serikali ingine imeajiri walimu wengi kwa wakati mmoja kama serikali yenu tuliunda pamoja na nyinyi. Na pia nilimwambia KK pia waweke pesa, na tena mwaka huu kabla ya mwezi wa 8-9 tutaajiri walimu wengine 25,000 ili kila mtoto wa Kenya mahali popote alipo apate nafasi ya kusoma. That is the only way we are going to create equality in the Republic of Kenya. Na ni sababu hiyo hiyo tumeongeza pesa ambayo inakuja kwa TVET, Technical and Vocational Training Colleges, ambazo tuko nazo. Walikuwa kidogo na upungufu, tumeweka pesa karibu bilioni ingine 5 ambayo itaenda kusomesha watoto wetu, kuwafundisha ufundi, kuwafundisha teknolojia na taaluma zingine, ndio tuwapange kwa mambo ya ajira tukielekea mbele. Vile vile katika hii budget tumeweka pesa ya mambo ya university. Nyinyi mnajua pale nyuma tulikuwa na matatizo ya masomo ya university. Hata college yetu ya Egerton hapa karibu ilikuwa inafungwa. Si ni kweli? Lecturers hawakuwa na pesa, watoto wanahangaika huko shuleni. University ndio hiyo inahangaika. Huyu mama Charity alikuwa ananisumbua kila siku. Hii university yetu ikifungwa dunia hii itaharibika. So sasa tumeongeza pesa kwa budget hii kutoka bilioni 44 mpaka bilioni 82 ambayo itaenda kwa university zetu, kwa sababu tunataka watoto wetu wote wasome. Na ni kwa sababu mimi ninaamini ya kwamba ili tuwe na taifa ambayo kuna usawa, ni kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Ndio sababu vile vile mumesikia vile KK amesema hapa, tumeweka vile vile pesa bilioni 5, kwa sababu kuna watoto wengi hawakuji shuleni kwa sababu hakuna chakula. Unajua tunaongea mambo ingine mnashangaa. Kuna watoto wengi katika hizi matowns, slums, kule mahali Turkana na kwingine, watoto wengi hawako shuleni kwa sababu hakuna chakula. Hawana vile ya kupata chakula. So tumesema tutahakikisha ya kwamba watoto milioni 4 wataenda shuleni na watapata chakula shuleni kuanzia mwaka huu. Mimi nataka nishukuru Governor Susan kwa sababu nimesema kila county ambao wanajali watoto wao, ambao wako na mpango ya kupanga chakula shuleni, wakiweka shilingi 1, national government itaweka shilingi 1, so that we can increase. Sisi tunapangia wanafunzi milioni 4. Tukiongeza ya county watakuwa wanafunzi milioni 8. Ndio tunataka kuhakikisha kwamba elimu. Nyinyi mnasikia ile kitu mimi nasema? Nimesema tunataka watoto wetu wote wapate nafasi ya kusoma.
tunataka kuondoa vizuizi zote ambazo zinafanya watoto hasa ya watu maskini wasiende shuleni kwa sababu hakuna chakula. Tupange chakula shuleni. Tulifanya hiyo mpango mwaka uliopita pale Dagoretti kwa mbunge mmoja anaitwa KK. Watoto ambao walikuwa shuleni wakaongezeka kwa sababu ya kuwa na chakula shuleni by 150%. Kumaanisha kulikuwa na watoto wengi, kulikuwa na watoto wengi nyumbani kuliko wale walikuwa shuleni kwa sababu ya kukosa nini? Ya kukosa chakula. So tumeweka hiyo katika budget yetu kwa sababu niliwaambia ya kwamba tutafanya mpango ya bottom up. Bottom up inaanza kwa watu ambao wako chini. That is why tunaweka credit ya watu wa chini. Tumepanga mbolea, tupange kila mtu apate. Tunapanga masomo yetu, kila mtoto wa kila mtu apate nafasi ya kusoma.